Hey guys, how are you doing? I hope you're doing okay. So, it's been a long time. I hope mnaendelea fiti. So today I want us to share a story about two girls. There were these two girls walikuwa wanapendana sana. Wanaitwa marafiki wa kufa kuzikana. Anyway, about these two girls, let's listen to their story. So there are these two girls, let's call them Amara and Tasha. So the two girls were so good to each other. Walitoka tu village moja, wanapika pamoja, like everybody hata anajua that they are so good to each other, like hakuna mtu anaweza wa separate. Yeah, so Amara na Tasha. Amara was just some cool kid, like si ati cool kid rich, no. I mean like alikuwa tu mtu discipline, amenyamaza, ametulia, composed. Alafu huyu mwingine alikuwa outgoing. So ni ule tu wa kujipendekeza kwa watu, anapenda kusikika, anapenda kuonekana. But huyu mwingine Amara alikuwa amejituliza. So Tasha na yeye si walikuwa tu marafiki wazuri. So watu walikuwa wanapenda Amara mostly because alikuwa composed, alikuwa ametulia, si mtu wa kujipendekeza kwa watu wengine. But when it comes to Tasha alikuwa anapenda tu kuonekana. So venye Tasha alinotice that Amara anapendwa na watu wengine, of course alifeel kale kawivu, kale kajealousy tu ingia. So wakaendelea tu na life yao, like aliamua tu kukanyagia chini, of course aendelee kupretend. Then wakaendelea na life yao, wakamaliza shule, high school I mean, then wakajoin campus, luckily wakajoin campus moja. So life tu ikaendelea fiti, like they were making new friends, but of course hawangeachana, walikuwa marafiki toka kitambo sana. So waliendanga separate ways, tuseme tu kuishi differently, but they were still together. Then Amara akapatananga na a boy, alipendana na yeye boyfriend tu, anaitwa Brian. Brian was so good to her, but Tasha hakuwa amepata boyfriend bado, but alifeel kale kawivu. Alikuwa anajifanya tu mbele ya beshte yake that anafurahia, but of course hakuwa anafurahia. So siku moja venye alikuwa tu ametulia kwake, akafeel tu as in hiyo kuscroll tu social media kawaida ukiwa umerelax kwa nyumba yako. So in that process ya kuscroll akapata mganga kutoka somewhere. Okay, tuseme tu alipata a certain old lady anatoka kijiji next. Alikuwa anaweza kufanya anything unataka ukufanyiwa. Akasema basi huyu ndo atanisaidia. Akaamua kuvisit that night kwenda kwa huyo mama. Huyo mama alikuwa anakaa kwa msitu, but juu ya ile aja kukua shining star, ni kama alikuwa na feel ni kama Amara amemzimia nyota. So that process ya kutaka kukua star mwenyewe, akaamua tu kwenda kwa hiyo msitu ikiwa tu kwa giza hivyo. Venye amekaribia, of course mnajua kwa waganga kuna utu moshi, si mnaelewangwa hizi matukalabash, maskals za kazi zao tu. Sasa akaamua kuingia huko, but akiapproach si akaanza kushtuka. Madhe as in mganga akamwambia, umekuja hapa juu ya wivu si ndio? Si Tasha akashtuka kwa sababu madhe amejua aje, but Tasha tu akanyamaza. Then madhe akamwambia, usijali nitakusaidia, but one thing you must know, naweza kusaidia but ujue kuna consequences. Tasha akasema hapana, mimi sijali consequences, nataka tu unisaidie, I have to shine. Lazima ni shine. Then madhe akamwambia ni sawa basi karibu ndani. Si Tasha akaenda akakaa na madhe, si akaanza kujieleza tu venye angetaka kusaidiwa. Then madhe akampatia kikalabash iko na some black powder. Akamwambia unaona hii powder utamwekea tu kwa drink yake yoyote. So si Tasha akamwambia ni sawa. Then madhe atakumwambia consequences by the way. Tasha yeye akafurahia tu that nyota yake inaenda kung'aa kushinda ya mwenzake. So venye amerudi nyumbani akaenda kutulia. Then so the next day Tasha tu akatulia nyumbani, of course baada akona ile dawa yake, na akainvite Amara kama kawaida tu kuja wa have dinner pamoja, azinofurahia tu as friends. But of course wewe ukiwa na bestie wako utamshuku kweli? Huwezi mshuku. So Amara kufika huko, wakaenda tu kupika pamoja kawaida, wakaanza kuserve chakula, kulikuwa na juice. So venye wanaendelea kukula, si wanashare tu stories wakicheka, like venye tu life yao imekuwa tangu utotoni, memories tu za kitambo na their current life venye inaendelea. So wanaongea tu stories zao venye relationships inawapeleka nini. Then Amara yeye bila hata kujua rafiki yake anampangia mabaya, akaamua tu kwenda excuse, akaenda washroom kwanza. So venye Amara ameenda washroom, Tasha akachukua ile black powder akamwekea kwa juice yake. So Amara kurudi yeye akaendelea tu kukula, wakamaliza chakula.
na Amara akakunywa juice yake. So when amemaliza juice, Amara akafeel ni kama na feel very uncomfortable, but of course alifeel maybe ni jutu ya uchovu ya kawaida, maisha ya campus na ile kazi mingi tu mob. Si akaamua tu kwenda nyumbani, but venye amefika home ni kama health yake inazidi kuwa mbaya. Then shosho yake akamvisit, Amara. So Tasha yeye anaendelea tu na life yake kawaida akingoja nyota yake ianze kung'aa. So venye Amara amekaa nyumbani na anasikia vibaya, shosho yake akamvisiting. The shosh alikuwa so prayerful. Then akakuja tu akanotice, mtoto wangu, mimi naona ni kama kuna mtu amekufunga mahali because there is a very big shadow behind you. Shosho yake akaamua akampea rosary. Then wakaanza kuomba. So venye wanaomba, hizo nguvu za giza zinakaa strong. Then shosho tu akamwombea, but Amara hakuwa ana feel any better. Akaanza sasa kuwa na ndoto mbaya. Mara anaona Tasha akimchekelea kwa ndoto. Si mnaelewa hiyo evil laughter. Mara anamuona akisimama kando yake akitaka kumuumiza. Mara anacheka. Unaona? So akaendelea tu kutulia. So one night Amara akiomba tu before alale, akasikia tu sauti inamwhisperia, hutaweza kunihepa wewe. Alipoamka aliona shadow kubwa sana mbele ya macho yake, but after ameanza kupiga kelele, hiyo shadow ikatoweka na hakuona kitu tena. So the next morning Amara tu akaamua kwenda kuona Tasha, kwa sababu hii yote ilikuwa imeanza kuzidi na anazidi kuona Tasha kila siku kwa dreams zake mbaya na health yake pia si mzuri. So akaenda akamwambia, Tasha, siku hizi naota tu ndoto mbaya, alafu ni unanitokelezea na unakaa vibaya sana kwa hiyo ndoto, like unakaa so devilish, like so unafunguka tu kwa rafiki yako kwa sababu unataka tu kujua ukweli. Akamuuliza, is there anything I need to know? Tasha akachange sura, akaanza kuongea tu kwa nguvu, akamwambia Amara, unajua unapatanga kila kitu tu venye unataka. Mimi sikuwa hata nataka vitu iende this far, but wewe nilikuwa tu nataka nionekane na nipate star kukushinda. So si Amara akamwambia, yaani ulinifanyia hivyo na mimi wewe ni bestie wangu, mbona ukanifanyia hivyo? I took you as my sister. Then Tasha akamwambia, sister my foot, unaonanga kweli venye unapatanga vitu vizuri tu mimi nabaki tu huko peke yangu. Sasa nataka wanisikize vizuri. Si eti hata nilikuumiza tu. Nilichukua nyota yako by the way. So si Amara akaanza kulia tu. Then ghafla upepo mkali tu ukakuja na ikakuja na ile shadow ya black imesurround sasa Tasha. Na sasa zile sauti za simu, unajuanga zile sauti ziko na echo. Nikaanza kumwambia Amara, unajua kile kitu kilichoanza hatuwezi kuzisimamisha, lazima tutumalize. So Amara akaanguka chini, akaanza kushika tu ile rosary yake na akaanza kuomba. So ghafla ile rosary ikaanza tu kuwa na mwangaza mweupe mkali sana. So venye alianza kuomba hivyo, ile shadow ikazidi kuwa intense around Tasha na ikaamua kuvuta Tasha kwenda chini. So Tasha kwa hapo anamwambia Amara nisaidie, but Amara naye ameshindwa hata aseme nini. Hiyo time amepata shock that rafiki yake amemwendea kwa waganga. Na Tasha anataka kusaidiwa. We, ungesaidia rafiki yako mwenye amekwendea kwa nguvu za giza? That's a question for you. Anyway, so Tasha akachukuliwa na she never came back by the way. But she came back in form of a spirit now, not a person anymore, because already the body form ilikuwa ishamalizwa na hizo mapepo. So wiki chache zikapita. Amara na yeye alikuwa anaendelea tu na maombi yake kawaida. Health yake ndio ilikuwa imeanza kuwa restored kiasi. Nyumba yake tu ikawa na amani kiasi, lakini kila usiku bado tu alikuwa anaona ni kama kuna uso wa Tasha inamwangalia. Na kicheko pia alikuwa anasikia from afar. Anyway, wiki zikapita after hiyo incident, alafu health ya Amara ikaanza kurudi tu pole. Nyumba yake ikajaa at least some silence, some utulivu tu, lakini kila usiku alisikia tu kicheko cha mbali cha Tasha. Wakati mwingine hata upepo baridi ukipita angesitu harufu ya ile moshi wa ajabu tena, na kila alipotazama kioo aliona uso wa Tasha nyuma yake akitabasamu kwa ujanja. Miezi ikapita na Amara akaamua kuanza maisha yake tu pia. Akahamia mji mwingine, akaenda kuanza kazi yake ya uhuguzi huko, alikuwa nurse. So venye ameanza kazi yake huko, maisha tu yakaanza kutulia. So kila asubuhi aliomba na kila usiku aliacha Biblia tu ikiwa wazi. Lakini siku moja, hiyo time yenye alikuwa almost kutoka job, akaenda mnajua waiting bay ya hosi, akapata calabash tena kama tu ile yenye Tasha alikuanga nayo ya black. So kuangalia, kumbe kulikuwa na pepa ilikuwa imewekwa chini yake, imeandikwa aje eti hatujamalizana. So
taa zikaanza kuwaka zikizimika. Then Amara akaanza kukimbia mbio kwenda nje akipiga nduru. So in that process ya kukimbia, yeye anasikia tu ni kama masauti zinamuita tu kwa hewa, like anasikia tu sauti zikimuita na ajui zinatoka wapi. That night akaenda akaomba, lakini every time akifunga macho alikuwa anasikia kicheko cha Tasha. Alipogeuka taratibu siku moja akapata Tasha amesimama, but that time hakuwa Tasha mwenyewe. Sasa saa macho imegeuka black na pia tabasamu lake lilikuwa la kutisha. So mara venye ameona Tasha hivyo, like yako in spirit form, Tasha akamuuliza tu na ile evil smile yake, umenimiss? So si hapo Amara akaanza kupiga tu kelele bado, like ana scream. Akachukua Bible yake, lakini bado tu ile spirit haikutoweka. Akaendelea kusema kwa sauti ya chini, unafikiria venye uliomba mara moja utaniweza saa hii? Hii story yetu haiwezi isha hapa hadi mmoja wetu akwe destroyed. So Tasha anamwambia hivyo. Si Amara akashtuka, kio nayo ikapasuka tu hapo na taa ikazimika. Si Amara akakimbia nje. Anyway, siku zikapita na hali inazidi kuwa mbaya. Every night tuna experience vitu kama hizo. Siku zikapita, hali ikazidi kuwa mbaya. Wenzake hata Job akanotice that yeye hayuko sawa, alikuwa anaonekana mchovu. Hadi mwenzake mmoja akamwambia, ni kama kuna shadow inakufuatafuata tu kila mahali. Then Amara akaamua kumtembelea mchungaji wake wa nyumbani sasa, mwenye anatoka na shosho yake anaitwa Kioni. So venye ameenda huko, mchungaji wa shosho yake akamsikiza na akamwambia, mtoto wangu, hiyo jambo haijaisha, like aliyekufa bado yuko kwa nguvu za giza. So roho yake haijapumzika, lazima tu ukubaliane nayo. So kitu utafanya, utarudi kwa ile village yako, ile tu penye tu hiyo story ilianzia, hapo ndo utamalizia tu hapo. So si Amara akaamua kurudi tu huko sasa, but this time alikuwa amepewa a wooden cross na anointing oil. Then hapo sasa si Amara akaenda akatulia, but of course bado ile nyumba yao ya kitambo ina feel very strange kwa sababu bado tu kuna zile memories za whatever happened in the past. Anyway, that night Amara akaamua kwenda tu msituni penye tu historia yote ilianza. Akaenda kuanza kuomba, akasema Mungu nisaidie, na akawasha some candles na akaanza kuomba, but of course anatetemeka akishtuka. Then upepo mkali ukaanza kupuliza zile candles. Then kidogo Tasha akatokelezea, akamwambia hukupaswa kurudi hapa. Amara akageuka, akaona Tasha ngozi yake ilikuwa imepasuka, macho yake inakaa red na pia nywele yake zinaning'inia vibaya sana. Then Amara akamwambia Tasha, tafadhali acha kufanya hizi vitu zote, huyu sio wewe. Tasha akatabasamu kwa huzuni, kisha akamwambia, rafiki yangu, huwezi elewa, nilipokufa nilidhani historia yote imeisha, lakini yule mwanamke wa msituni alinichukua, akasema siwezi pumzika hadi nilete mwanga mwingine, azinilete tu nyota, na anataka nyota yako. So Amara akashika msalaba wake kwa nguvu, akamwambia Tasha, mimi nakusamea tu kama sister yangu, usiruhusu akutumie tena. So Tasha akasema tu kwa sauti ya huzuni, it's already too late my friend, you have to run, wewe kimbia tu. Then hapo sasa ardhi ikapasuka chini ya miguu yao, moshi ikaanza kutoka tena, moshi ya black. Na Amara akaanguka chini tena, akaanza kuomba kwa sauti akiwa ameshika tu rosary yake. So si rosary ikaanza kung'aa kwa nguvu hadi ile light ya rosary ikaanza kutawala sasa hapo kwa msitu. So Tasha akapiga nduru akijaribu kujizuia from that light ya rosary, but kabla hata hajaangamia sana, like kabla adestroyiwe na rosary yenyewe, akamwambia tu Amara, asante sana kwa kunipenda tu bado after kukufanyia hizi zote. Si mwanga ukazidi kuwa mkali wa ile rosary. Tasha tu ikabidi ametoweka na ile moshi yake. So after Tasha ametoweka, Amara akaanza kulia akisema amelose rafiki yake kwa vitu hata zenye hazikuwa za maana sana. So siku chache baadaye Amara akarudi tu place alikuwa anafanyanga job, akaendelea na kazi yake, but this time around kulikuwa na peace. Iliendelea tu kuomba na kuvaa rosary yake, even though ilikuwa imepasuka kidogo, but at least ilikuwa inamfundisha everything yenye amepitia. Na sometimes hata akiwa ametulia tu peke yake, bado alikuwa anasikia tu sauti ya Tasha ikimwambia asante. Naye Amara angemwambia tu kwa upole, pumzika sasa rafiki yangu, kwa sababu marafiki wa kweli, hata kama urafiki wao ulianza duniani, upendo wa kweli pekee ndio unaweza kuumaliza hata baada ya kuzimu. But anyway, if your friend did that to you, unaweza msamehe?
tumalizie hapo. Have a great time.